Katika mitaa ya kifahari ya Lagos, ambako majengo marefu yanatazamana na bahari, Elena alikuwa mmoja wa nyota waliokuwa wakichomoza. Akiwa na pacha wake, walikuwa wamejenga himaya ya biashara ya vipodozi iliyopamba nyuso za wanawake wengi mjini humo. Elena alikuwa na kila kitu: uzuri, fedha na umaarufu. Lakini moyoni mwake kulikuwa na sauti iliyokuwa ikimnong'oneza kuwa bado hajajikamilisha. Alitaka muonekano ambao ungegeuza vichwa vya kila mtu atakayepishana naye. Miaka michache iliyopita, Elena alikuwa amefanya upasuaji wa kuongeza makalio BBL na kila kitu kilienda vyema. Alifurahia matokeo, lakini kadiri muda ulivyopita, alianza kuona kama umbo lake linaanza kupoteza mvuto. Alitaka marekebisho kidogo tu, touch-up ya mwisho ili awe mkamilifu. Alianza kutafuta hospitali, lakini madaktari wa kwanza walimpa onyo kali. Ngozi yake ilikuwa imekuwa nyembamba sana na yenye unyeti mkubwa kutokana na upasuaji wa awali. Walimkataa si kwa sababu hawakutaka fedha zake, bali kwa sababu walijua hatari iliyokuwa mbele yake. Lakini Elena, akiwa amezungukwa na ulimwengu unaotukuza urembo wa bandia, hakukata tamaa. Alielekea kwenye hospitali maarufu ya Cynosure Aesthetics. Huko, tofauti na kwingineko, hakukutana na onyo, bali alikaribishwa kwa tabasamu na ahadi za urembo usio na kifani. Walichotaka ni fedha zake, na Elena alikuwa tayari kulipa gharama yoyote. Siku ya upasuaji ilifika. Elena aliingia chumba cha upasuaji akiwa na matumaini makubwa, akiamini kuwa akitoka hapo atakuwa mwanamke mpya. Upasuaji ulimalizika na madaktari wakadai kuwa kila kitu kimeenda kwa mafanikio. Lakini punde tu baada ya kurejea nyumbani, ndoto ya Elena ilianza kuwa jinamizi. Kidonda hakikuanza kupona, badala yake maumivu makali yalianza kumtafuna. Maambukizi yalianza kusambaa mwilini mwake kwa kasi ya ajabu. Ndugu zake walipopiga simu hospitalini kulalamika, walikumbana na ukuta wa dharau. Madaktari wa Cynosure walidai kuwa hayo ni maumivu ya kawaida na wakaacha kumpa huduma stahiki. Wakati Elena akipigania maisha yake kitandani, hospitali ilikuwa imeshahamishia akili zake kwa wateja wengine wenye fedha. Inasemekana kuwa vifaa vilivyotumika kwake havikuwa vimesafishwa ipasavyo. Vifaa vile vile vilivyopita kwenye miili ya wengine vilileta mauti kwa Elena. Hatimaye nuru ya Elena ilizimika. Kifo chake kilizua simanzi na ghadhabu kote Lagos na mitandaoni. Huyu hakuwa mtu wa kwanza kufia katika mikono ya hospitali hiyo ya Cynosure. Kumbukumbu za vifo vya miaka ya nyuma, kama cha binti aliyeitwa Christabel, zilianza kuibuka tena kama vizuka. Watu walijiuliza, je, urembo wa picha za Instagram una thamani ya kutoa uhai? Elena aliondoka akituachia swali zito. Katika ulimwengu ambao unaweza kununua umbo jipya dukani, ni mara ngapi tutacheza kamari na maisha yetu kabla ya kugundua kuwa urembo wa kweli hauhitaji kisu wala sindano? Elena, binti mdogo na mrembo, sasa ni hadithi ya kusikitisha, ukumbusho wa hatari iliyojificha nyuma ya kuta za hospitali zinazouza ndoto ambazo mara nyingi huishia kuwa vifo. Kwenye vioo hivi baridi naona sura yako, ulipofika hapa Cynosure kuitafuta pepo yako. Mliahidi ndoto, mkampa jeneza, mlimwacha kitoka damu.